Mbona in Luya mtu akikufa unapatana kwa matanga like cloth yake imerushwa juu ya mabati or kuna dogi imefungwa kamba? Paka ukiingia kwa nyumba ama umefuga paka kwa nyumba, tuseme mimi niko na paka kwa nyumba. Yep. Then somebody mwenye ako na bad energy aingie. That cat can tell. Itakuwa avoid vibaya sana. Wanawake wengi sana wamepatia watu matoto si wao. Hizi families tukaanza kufanya DNA out of 100%, families zitabaki ni 10%. Mtu mwenye hakujui it's harder kuhurt. Out of 100 maybe 10% ndio wanaweza kuhurt. But mtu mwenye ako very close to you, your enemy is someone very close to you. Wakurugenzi, wazee, welcome to the Storyteller Podcast Show. For the longest time tumekuwa tukifanya hii kitu, tuko episode number 6. If I'm not wrong, by the way, tuko episode number 6. So episode number 6 leo imekuwa sponsored na Cleansel Solutions. Sawa. Cleansel Solutions wanafanya kazi ya cleaning. If you have something like tuseme uko na carpet, uko na nyumba, Airbnb, unafanya vitu kama tuseme wanaosha everything. Matangi za maji, you have an estate, unataka kuosha matangi za maji. For a longest time zimekuwa zikitumika na zimekuwa zimeclog. Saizi uchafu imeingia na unataka zikliniwe. Contact Cleansel Solutions. Awasi wamefanya kazi mingi sana na wako na recommendation mingi sana. I can assure you, if you try them today, hauta regret. Angalia kazi yao. I assure you 100%. If you have anything, whether in one bedroom, Airbnb, bed sitter, an estate, they'll clean it. Thank you so much. Sit down, tusikize leo. Na leo kumekujwa. Unajua mwenye anafanya introduction nani? Anakuanga yeye. Sasa leo ni mimi nimefanya introduction ndio introduce, but I'm being hosted na nani? No one other than Tendo. Sijui tuanzie wapi leo, lakini leo anakaa kwa furaha. Umevaa nguo za kwenda kanisa? Nimevaa nguo za kwenda church. Nimetoka church by the way. Mambo unakaaje? Vizuri. Sure? Yep. Sawa, unakaa samaki. Unitakiangi manze. Ai, chorea. Uko na maswali leo? Mingi sana. Mingi. Na zingine zinaendelea kukuja by the way. Alafu watu wanauliza tu about mambo na culture. Ile tunarotate kwa culture tu. Watu wajuangi cultures by the way. Yeah, so wanarotate tu hapo kwa culture. Maswali ni mingi. Culture, mwalimu wa culture ako hapa ndawaambia. Na nataka by the way, kama uko pale na maswali na unaona ni ngumu, unataka kuja uniulize kama umekaa kwa hii kiti, comment hapo chini. Kuja tuulizane hapa tu deal nawe mara moja, sawa? Kama ziko kwenda. Yeah. So the first question, kuna mtu alikuwa ameuliza hapa. It's the first questions na kuja tu. Yeah. Mbona in Luya mtu akikufa unapatana kwa matanga like cloth yake imerushwa juu ya mabati or kuna dogi imefungwa kamba? Wait a minute. Nini? Kwani dogi inafungwa kwa kamba kwa like? Dogi hufungwa kamba hivi. Kwa nini sasa? Hebu tujibu because maswali zingine nimeona hapa zinanishtua. Unaona it's true. See, unaona ukienda kwa matanga tuseme matanga ya Waluya na matanga ni matanga ya Wakamba. Yeah. Mnafanyanga matanga ama inakuanga ni church mmeenda alafu mnatoka? How do you people bury? Tunaenda matanga ya Wakamba watu 17. Cause hata hakuna anything ati. Na mtu mkubwa amekufa si mtoto. Then I went to another matanga. Unajua mamangu ni Msapere. So tukienda matanga ujombani, mnafika kwa matanga, mnatoka mwili inaonewa morgue. Ati familia isimame hivi, mwili inatoka kwa morgue, wanafungua hapo, mnaona from there direct kama imeenda. You want to tell me amfikangi place menda kuzikia huyo mtu like alafu mview your body? No, that is from the Kikuyu. I saw this in Kikuyu. In fact, hata last month tumeenda kuzika one of my uncles. Mwili walifungulia morgue. Alafu wanafungua mwili hivi, watu waone. Watu wageni si wenye tumekuja ndio tunaenda kuona mwili. The family watu wengine wameogopa, wamesimama huko, si tuziona maiti. Like Wakikuyu wanaogopa maiti vibaya sana. Why? Wallahi wamesimama huko kando na si alikuwa family member wenu, utakosaje kumwangalia? Ni close family member. Mazi inabidi tumetoka huko tumekuja. Alafu so my brother Willie. So you didn't see that person? I went and saw it. Mimi siogopi. So in our culture Waluya hadi wanaosha mwili, unasema kuona. Ati? Si wanatoa mwili, mtu anaosha na badilishwa nguo. Wapi? Home. Wewe. Bwana Waluya wanaosha mwili bwana. Waluya wanaosha mwili vibaya sana. Siku hizi ndio sasa most of the things zinaanza kufanywa kwa morgue. Mnachukua mwili, mnapeleka morgue, wanatengenezea huko. But kitambo, wanatoa mwili nje usiku wanaosha. Na mlikuwa mna preserve aje your body hiyo kitambo?
kitambo ilikuwa ngumu, juu ulikuwa unapata mwili inaharibika. I can't tell exactly walikuwa wanatumia nini kitambo, lakini bado ingekaa 3 days. I remember kuna sometime back, sijui ilikuwa ya gani, kulikuanga na a certain person alipass, and then akatengenezewa nyumba ya mabati, alafu kabed tu, sawdust ikamwagwa kwa hiyo place alikuwa amelalishwa, and then akaekwa. So hiyo ina preserve nini? Sawdust kama inamwagwa, si sawdust, tu unaweza fikiria ni sawdust. But inaweza saidia kuchukua what we call moisture. Ndio hiyo mwili sikuwa affected. But also naweza kuambia tu, I was responding kwa hiyo swali yao mtu kufunga dogi kamba kwa nini, then nikajipata nimeanza kusema what reason why wakamba mnazika mtu ni kama mko masi watu 17. Wakikuyu ni mwili ni yao na wataki hata kumuona, mnaonea mob mnaenda mnazika. Western si tunavyo hiyo mwili hadi tunaweza osha hiyo mwili. Alafu as I respond to hiyo swali yako ni ukipata dogi imefungwa kamba hivi, hiyo ni mvua inapitishwa. The way you say like you can mvua, unaona vile wale there's that community niliwaambia ilikuwa inaitwa nini, nimesahau the community ndio yenye inapitishanga mvua. So, utapata nguo ya mwili kama ni matanga ya mtu amekufa, mtu mkubwa, ama mnataka hiyo mvua ipite, watatoa hiyo nguo yake ya mtu amekufa wanairusha juu ya nyumba. Yenye amekufa nayo ama yenye anazikwa nayo? Nguo tu yote yenye bora ilikuwa yake wanarusha juu. Yenye alikuwa amevaa mwenye like yenye shaivaa yake. Yake tu. Yake. Okay. Wanairusha huko juu. But the only mostly wanachukuanga, wanapenda ile yenye alikuwa amevaa siku ya mwisho. Hiyo alikuwa amevaa siku ya mwisho, akikufa anatoaga. Sasa nikuulize. Tuseme msee amecommit suicide, and then watu wamekuja wakamtoa. Hizo nguo zenye anakuanga amevaa kijinyonga zinapelekwa wapi? Unajua mtu kwetu in Luyaland, mtu amekufa normal anatritiwa special differently na mtu amejiua. Kwa nini? Si watu wamekufa. Mtu amejiua, huyu anatritiwa weird. In fact hata ukiattend matanga ya mtu alijua in Luyaland, hutaikuja matanga Western. Why? Juu anatritiwa, it's a bad omen in the community. So wanajaribu ni kama pepo, they are doing away with this thing, itoke kabisa. That's why nilikuwa naambia watu, if something happen in your family lineage kitambo, inaweza kuja kurika. So huwa wanakemea hii kitu, huwa wanakemea hii kitu iende kabisa isiirudi. And by doing it wanafanyaga nini? Huyo mtu atazikwa usiku. One thing, before kwanza huyo mtu kama alikuwa amejinyonga atolewe hapo juu, atatandikwa. Wait a minute. Kwa nini? Sasa nyinyi culture yenu hapana. Unajua kwa nini anapigwa dead body? Wanaipigaga. So wanapigaga hata ile yenye inakataa kwenda ushago. Inasikia. Na anaongeleshwa anasikia. Na mnaichapa na? Wait, if you come, there's a community in Luya tunaitanga Wanyore. Wanyore, if you marry a Nyore lady, aitwangu Wanyore. Those people from Luanda pale. Ukimwoa msichana Mnyore mdogo, bado msichana mwenye bado damu moto. Na before upatane mtoto na hujapeleka mahari akufe, there is something wanaitanga uhosola. Watakuja kwenu. Watakuja kwenu. Wanaweza tandika kila kitu kwa hiyo boma, wakate mandizi zote, wabomoe manyumba. Sasa they are celebrating ama they are crying for their lady. Like umsichana alikuwa ni kama God. But that is too much. Okay, ni culture yao, we can't complain. Na bado ina happen at today. Ukuja kwa boma yangu nikatie kila kitu. I'm telling you, when they are coming, utasikia tu hiyo area mnasikia Wanyore wanakuja wangapi? Wakuja watu 2 na wakuja watu 10. Wanakuja wengi. Alafu sasa if at all hauko umelipa mahari, if at all huyu msichana aliuliwa, sasa hapo ndio utaona vitimbi. Watakuja na washosho, watakuwa wanazunguka sanduku ya msichana wao kama amekufa hivi. Na those shoshos, if they start talking, mimi kama ni mtu nishaiona akitoka machozi mtu amekufa, niliona in Wanyore. Excuse you, ati? Wait, unapeleka syllabus ndio. Mimi nishaiona mtu amekufa akitoka machozi, ni kama analia. Sasa hawa Wanyore analia nini? No, hawa mama vile wanakujanga, wanaanza kusifa, kuimba zile wimbo za kusifu huyu msichana. Wakimsifu wakisema vile, ona vile msichana wetu alikuwa mrembo, msichana wetu alikuwa bado hajaipata mtoto, msichana wetu hajalipiwa mahari, mumemchukua. Wanamsifu, then wanaanza sasa zile nyimbo kuongea sasa vitu mbaya kumuhusu. Kuhusu ya msichana? Sasa kuhusu mwenye amemuua. Okay. Sasa ni kama wanalaani mwenye amemuua. Sasa unajua ni hapo ndio nilikuja kupata ile concept ya mtu amekufa usikia.
because reaction ina happen kwa mwili. Wewe uliona hiyo mwili kilia? Na si ilikuwa kwetu huko Bunyore. Na Wilisi ameoa Bunyore, my brother. Na tumeenda matanga. So these things happen vibaya sana. So the question was, umefanya nimeenda beyond. The question was, mbona in some matangas unapatanga nguo yake imerushwa, nguo ya mwenye amekufa imerushwa juu ya mabati, ama kama imefungwa dogi? Hiyo ni kupitisha mvua. Hiyo haina issue nyingine. Hiyo tu ni kupitisha mvua. Hiyo nguo kurushwa na hiyo nini? Hiyo kufunga hiyo inakwanga tu. Hiyo ni wale wanakwanga wametengeneza, wazee wanaitananga wawili watatu wanatengeneza, mvua inaenda, upepo inakuja inasukuma hiyo mvua huko mpaka matanga isha. So kufai like akufai kukua kunanyesha siku ya matanga. No, mvua inafaa inyeshe, it's okay, but sasa hawataki mvua interfere na matanga. Hawajafanya burial, mvua ianze ya. Hiyo tu ndio inakuwa solution, no other thing. And niliona mwingine akiuliza mbona msee akikufa kwa hiyo culture ya Luya anapitishangwa kwanza kwa vichaka? Si vichaka. Ni nini? Forest. Vichaka. Mimi receive very kichaka na forest is the same thing. So inakuwaga hivi. Msee akikufa huwa anapelekwa morgue. Sawa? Yes. Atapitishwa kwa gate. Apelekwe morgue, si ndio? Wakati analetwa hatapitishwa kwa hiyo gate. Kwa nini? Mbona mnapitisha kwa miti? Si, no, kuna kuanga na ile kitu inaitwa Luya Ishivanga. Ishivanga, it's a small, kama main gate iko hapa, watakuja kukata kingine hapa kando kadogo. Kwa nini? Kakupitisha mwili isiingie kwa gate yenye watoto wanaingia, bibi anaingia, kama ni mzee amekufa, watu wa hii familia wanaingia na hii gate. Wataki hiyo omen ya mwili umekufa ama maiti kuingizwa kwa boma nikaa inakaribishwa, hapana. Itapitishiwa kwa hii Shivanga ndio isifuate, isisumbue wengine. Hivyo tu, hamna kitu kingine. Nothing else. Ni kutaka tu. Sasa umesema mlango inakatangwa kwa ni kando hiyo main mlango. Sababu ni sasa kwa nyumba, hata kwa nyumba ya mtu anaishi hawataingiza kwa main door. Sometimes like tuseme ni mtabomoa hapa. Utapata amebomoa kando ameingiza. But hiyo mlango iko kwa. Mnatengeneza kama mnaacha hivyo. So tena kuna sasa siku ya kufunga hiyo kitu. So mtanifungia hiyo time. Yeah, in fact inaitangwa nini? Inaitangwa shikalero. Tena wanafungaga usiku. Ai? Yeah. Why usiku? Wanafungaga usiku. Hizo vitu za kikalcha mingi zo hufanyika usiku. Yeah. Zo hufanyika usiku, si mchana. So hakuna like big issue msaki kupitishwa kwa hiyo forest. Haina, si forest. Wewe kwenda. Nika side gate. Yeah, si forest. Yeah. Hivyo tu haina big issue. And then kuna hawa watu wanapenda kufuga pets kwa nyumba. Sana cats. Kuna advantage ya kufunga cat kwa nyumba. Nishaifanya something like that kitambo. Umuhimu wa kufunga paka. Yes. Paka ni very sensitive animal. Paka ni deadly sana. Like if you compare cat na some other animals kama tuseme kondoo. Yeah. Kondoo tukifuga, most people wanafuga kondoo wenye wako na wanyama wengi, mang'ombe, wanapenda kondoo. Na kondoo ikifungwa huwa inafungwa mali zizi ya kondoo inafaa ikuwa karibu na bedroom ya mwenye nyumba. Why? Kondoo usiku ikiona msee, ikiona mtu na huyo mtu inakaa ni si mtu imezoea, yeah, huwa inagonga mguu. Inagonga mguu. Kondoo hugonga mguu. So ina communicate danger. So mwenye amefuga kondoo akisikia hivyo atakuja kuangalia what is happening. Na ng'ombe itaanza kutoa sauti. Ng'ombe hata ikiona tu kitu danger itaanza kutoa sauti, but kondoo ina communicate na nini? Na mguu. So paka ukiingia kwa nyumba ama umefuga paka kwa nyumba, tuseme mimi niko na paka kwa nyumba, yeah, then somebody mwenye ako na bad energy aingie, that cat can tell, itakuwa avoid vibaya sana. But paka ikikuja ina welcome, yeah, inabide na energy yako. Na paka naona paka inatumikanga vibaya. Naona kina huko Mombasa kuna mapaka zinaitwa Abdul, zingine zinaitwa, yeah, they give them names. Yeah, so because wanatumia paka juu the energy it has kuweka vitu zao. Ndio unapatanga paka pia kuna zile paka ziko on the dark side. Kuna paka zenye ziko saa inalingana tu the energy that it carries ni gani. So unaweza jua like paka and pusi yenye iko na it's hard sana kubadilisha, kutofautisha. But mtu anajua paka vizuri, you can tell because inafaa ukikuwa na paka kwa nyumba i bring good energy. So cats wana bring good energy. Yeah, inafaa ilete good energy kwa nyumba. Na
color, like color, kuna ile color ya black hapana, regardless ya color. Pussy tu. Paka ni paka tu. What about dogs? Dogs tujafanya a lot na dog. Umbwa tu mimi napenda tu umbwa for the security purposes. Parrot. Okay, zingine ni pets too, but okay, zote ni pets. Yeah, but when it comes to tukianza kuangalia spiritual energies, cat ina stand out. Cat. Yeah. Okay. And what's the importance of using sea salt? Sea salt. Unajua sea salt inauzwa kwa supermarket? But this sea salt ni like chumvi ya kawaida ama ni chumvi no. Ni chumvi ya kwa processed. But ni asi. So let me ask you. Nikienda beach, nichota hiyo maji. Nijaribu nitongwa aje? Kusieve ama fai? Si kusieve. So there is a way I can make that water to become saltish. Unataka kuifreeze ama kufanya aje? No. Sea salt inakuwa tu salt, si maji. Ni kimawe tu mtu anabonda. Nikichota hiyo maji and then I heat it, hiyo residue tabaki. Kwani ni nini? Hiyo ni chumvi bado, sawa? So inaweza tumia kama hiyo salt sasa ikuwe sea salt. Na umetumia process. Sea salt ni mawe. Inakuwa crushed. Kuna wale wana process, inauzwa kwa super. Ukienda Isili it's all over. Isili Waislamu wanaitumia mingi sana mambo za majini zao nini. So importance yake ni nini actually? Sea salt, unajua ocean inabeba spirits mingi sana. But is it true ati hawa tunakuanga na dark powers mostly wanaenda kwa oceans, seas, nini? Yeah. Majority wanaenda kwa hizo. Kwanza hizi vitu za majini, majority ziko kwa maji. Unasikianga nguvu za maji. So video kwa TikTok. Unakumbuka ile tulikuwa tunaangalia mambo na kamote. Kuna mtu alikuwa na staff kama hii, aliona. Ikafungwa padlock and then ikaandikwa jina ya mwanaume na mwanamke. Ikarushwa huko ndani. Basi sasa hiyo wave ilileta. Alikuwa na bahati yake. Sasa kama walipata inafaa waitoanishe kabisa juu maisha huyo mtu. Na wana kifunguo sasa. Hiyo kafule simpasue. Mtapasua aje? Na nyundo. Utatoa wapi nyundo na umeenda kujienjoy? Sasa suko. No, if you want to free this person, beba hiyo kafule enda upasue. Vunje hiyo kitu kabisa. So kuna reason mbona hiyo wave ilirudisha hiyo. Unaweza pata that guy aliend up kwa prayer warrior somewhere, ama aliend up akaenda kwa mtu mwingine mwenye ako very powerful kuliko mwenye alifunga huyu mwingine. So inaitonga nature can overturn everything. So inaleta tu anakuwa inaleta to the right people na unapata wanaitoanisha kabisa. There's a place I saw, there's a place in China whereby kama sasa couples mnaendaga mna make oath na mnatengeneza kafuli mna lock. Iko na kafuli mingi. Niliona. Zinakuanga hivyo. So the oath mnakuwa mmemake. So let me ask you. Mtu akifanya hivyo, kuseme wewe na demu yako mmeenda your place and then mmetumia padlock mkalock na so ilikuwa narusha vifunguo. Unarusha kifunguo. Mta stick like hivyo together no matter what. It's a covenant. It's made to happen in a firm stick. It's a covenant you making. Na nikuulize hizi vitu zinanga like disadvantages because mimi na feel ziko na disadvantages. Ukitumia any spell kwa tuseme mwanaume anaweza kuwa obsessed na wewe. Akuwe obsessed na wewe mpaka hataki kukuona karibu na any person. Anakuprotect, anakupiga. Mimi naonanga ni kama msi anafanyanga hizo spells alafu bwana aendelee kumpenda inafanga time. Atake aende nje. Na ukienda nje ukirudi kwa nyumba unatandikwa. Sasa wewe ndio umefanya. Na usio unaweza undo. Inafaa unaweza undo. Just go back to the same place and do it. Let me ask you another question. Kuna hii spell yenye ya madem. Ukitaka kufunga mtu wako, unachukua ukinyesha, unachukua pad, unaandika jina yake. Hiyo kitu bali na wageni. Una nini? Sasa nataka kukuuliza. So umesema ati unarudi kwa hiyo place. Yeah. Sasa huyo mtu ametumia pad ameandika jina yake. Hiyo pad ameshatumia na akatupa. Thursday ikifika ameshapewa watu takataka wameenda. Huyo msi ako obsessed na wewe mpaka amefika point ya kukutandika every day. Utaendea aje hiyo stuff? Ona. Ama utaandua aje hiyo spell? Ukianza kufunga tuseme kama ni mwanaume ama ni mwanamke unafunga, there are things you can do only once. Na itakuwa very effective. There are things you have they have to redo most of the time. Like kitu kama mnaonaga ati mtu anapatia bwanake sijui ati amechukua pad akaandika majina nini, hiyo si kitu utafanya mara moja na ishike mzee wako. Kwa nini na umetumia tu? It's not that strong to compare to some other things. Some other things like? Vitu zingine kama sasa zile
watu wanajua padlock whatever. No, padlock bado it's a covenant. Padlock, unajua padlock ni covenant mna make na bwanako ama ni kama oath mna make. Kuna wale mpaka wanajikatanga hivi kidole wana exchange blood. Yeah, so that's a blood covenant. That one is different from mtu amechukua pad akaandika jina Charles akatumia pad akaenda akatupa. But our blood covenant si bado wanaachananga but hiyo kitu haishangi kwako. Kwa mimi as a woman. Yeah, that thing utaisahau hiyo kitu. Lazima tu itakanga tu hapa. Inakanga tu hapa because you are connected by blood. No, na yeye mali yako. Hata yeye hivyo. Tutakuwa na kuwaza every time. That's unapatanga mtu mnaweza achana hata tena mrudiani. And when you sleep with a girl na akiwa kwa menses zake. Hiyo kitu by the way watu wanasemanga hiyo kitu ni serious of which iko na energies mingi. Mwanamke in fact mwanamke akinyesha hata hafai kulala na bwanake same bed. I had pia ufaita like unafai kujiisolate. Una kitambo alikuwa anajiisolate. Mbaya sana. In fact hata kitambo hizo nilifanya video kitambo nikasema mwanaume kitambo hata angekuwa na wanawake 4 alikuwa na nyumba yake peke yake. Yeah. Na angeendaga kwa nyumba ya mwanamke mwenye anataka kulingana na siku zao mwanamke. So na kitambo mwanamke ambaye alikuwa ananyesha even you read the Bible hata wa Yesu mwenyewe alikuwa na restrict kama wewe unanyesha ama uko kwa siku zako wewe ni mchafu. Haufai kukaribia hata altar ya Bwana. Siku hizi mnavaa pads mnaenda kudance pale kwa altar vibaya sana. Who knows unanyesha? Suko tu sawa uko pale. Yeah, you're not supposed to go to church. You're not supposed hata kwenda kwa hiyo altar because that place is sacred. Unaona? So hiyo power ya mwanamke kukua ananyesha alafu nalala na yeye ni damu. Akona powers mingi ama akona dhambi mingi during that time. So hata mkiachana like bado tu anakuwa kwa mind yako every time. It's not that 100%. But if anything else happens beyond hiyo, kama yeye mwenyewe atakuwa amesema nataka hivi ifanyike na mwanamke ama huyu mwanaume na nitafanya hii na hii, then nilale na yeye itakuwa affect. But the more mnalala na mwanamke mwenyewe ako kwa mentes zake, the more pia unakuwa attached na yeye vibaya. What? Yeah. So lingine ni tuseme huyu ni single mother na ananyonyesha mtoto wake ni mdogo ama tuseme tuanze na hii huyu mama ako na ball lakini ni hana mtu specific hata juu ya mimba ni ya nani and then naenda kulala na mtu mwingine, is it safe? Yeah, it's safe. It's safe. Ukiwa why is it safe and you are pregnant? Unajua ukiwa na ball wanawake wengi sana wamepatia watu watoto si wao. Hizi families tukaanza kufanya DNA out of 100% families tabaki ni 10%. Watoto ukiwa na watoto wa 6 au 6 amshua wawili si wako ama mmoja si wako. Yeah. So na ulikuwa unalala na mwanamke na umefanyia mwanamke kila kitu as a father but mtoto si wako. Na mtoto hajai kuwa na effect. Which is okay. But sasa assuming ulipata ball na unajua vizuri hii ball si ya Chalo. Sawa. Na then bado Charles amekam umemwambia mtoto ni wako. So mimi bado nalala na wewe na bado uko na hiyo ball. It won't affect you anywhere. And the baby. Kabisa. Hata mtoto yezi muaffect. So anaweza toka like akikupenda. In fact hata wacha hivyo. Unaweza pata mtoto anatoka akifanana na mimi. Wait. I swear. Na sperms hazikuwa zako. Na mimi si babake. But anaweza toka akifanana na mimi. That's unapatanga. We notice mwanaume akipea mwanamke ball alafu uruke huyo mtoto. Huyo mtoto anafananaga wewe kabisa. Why? Because the feeling yenye mamake ako nayo, ile kulia mamake analia, the regrets mamake analia, she's always thinking about who? You. Wewe. Na huyo mtoto na mamake ni kimoja. So kila kitu inarudingi tu kwa huyo mtoto. So ukiruka mtoto anatoka akiwa kama wewe. Something else nilikuwa naniambia, ule mama ambaye ako na mtoto na analala na baba si huyo mtoto, hana shida. Alianza kulala na baba akiwa kwa bola. Wait. Hii ni question nyingine apart from hiyo umenijibu ya kwanza. Mtoto wangu ako like 6 months. Ushaza? Yeah, mimi ni a single mom. And then I go to sleep with another person. What will happen? Hiyo ni mbaya or something? It's a very bad thing. Na bado you are a lady, you need to go do anything you want, which is okay. But now kuna tu vitu nafaa ujue. Ukiwa umepata mtoto wako chini ya miaka 6, it's very sensitive. Kuna kitu inaitwa chira na inaua watoto sana. So ukienda kulala chira kwenu ni kas or si kas. Chira si kas. Chira tu ni
how can my Matabus. ni matabus vitu ufai kufanya. Yeah. So ukipata uko na mtoto labda ako mwaka moja na then baba mtoto alikuacha, then you find this new boyfriend, unaenda unalala naye unarudi. Ukienda kulala naye ukirudi ama ukilala naye kwa that house haujaoga. Wakati umelala naye hujaoga, uko hivyo unashika mtoto. Mtoto anaweza kufa. It's very serious. Anaweza kufa kwa mikono yako like hiyo moment ama hata si hiyo moment but ataanza kukonda na ataenda hivyo kama ameenda. Shira itamuua. Sawa. But if you can manage, unapatanga wanaume mostly wakicheat wenye wako na watoto wadogo. Huwa anacheat huko nje, anaoga akiwa huko nje, then anatafuta coins. Coins. Hizo coins akifika kwake abishe mlango aingie, mtoto akiwa kwanza kukuja kumuona atampea coin. Baba enda ubai tamu. Why? Hata isikia. Na wale mama wajanja wanajuaga. Kama ameoga huko nje, akiingia hivi kwa nyumba, atatuma mtoto wa kwanza kwenda enda one baba. So that baba akiavoid huyo mtoto, umetoka wapi? Na kama huyo mwanaume, hujaisikia hizi rumors zenye zinakuaga ati ngoja. Hizi rumors zinakuaga ati mwanaume tu akitoka tu kazini na ingie bafu aoge, hiyo nyumba ni vita. So you're not supposed to shower. Utaoga tu hivi usikie unatoka. By the way, unaenda straight kwa bafu. Sasa mimi nasikia Joshua unataka kwenda kuoga. Sisi nenda kuoga mara moja. Mbona usikae chini kwanza kidogo like for 5 minutes? No, ushaingoja. Unaingia tu na unaenda kwa bafu. Sasa hii jua iko huko nje yote, ukirudi kwa nyumba, so you just go take a shower. Ukirudi kwa nyumba, unakaa chini, unafungua shati, unatoa tai, unajipepeta kidogo ndo unampa unaenda. Hata uniambie nipe maji baridi. Nataka nikuwe msafi, at least nikitoka kwa bafu nikuhug. No. Ndakuhug na hiyo jasho. Ni sawa. Po, swali ilikuwa gani? Swali ilikuwa ile ya Chira. I think nimejibu ya. And then mbona watoto wa kambo wanakuanga treated differently? Watoto wa kambo by the way, hakuna watu kuanga na hard time kama watoto wa kambo. Watoto wamezaliwa nje ya ndoa wanakuanga na hard time sana, because ukijipata kama mimi nimezaa mtoto na... Kwa hiyo nikuulize swali, sema wewe uko married, si ndio? And then you have a kid outside. Na unataka huyo mtoto grow up kwa macho yako, but unataka huyo mama. Si wewe na bibi, na bibi yako na watoto, si mtoto. Kuna vile utatreat huyo mtoto weirdly. Different ama weird? Hakuna kumtreat weird. Okay. Kuna wazazi wale wako genuine parents wenye wanataka kulea watoto wote. Assuming leo nimeoa niko na bibi na watoto. Nataka mtoto wangu akuje tukae na yeye, niko I have a son. Niite Logan akuje tukae na yeye sasa kwa hii nyumba. Logan ni first born son but sikai na mamake. Unaona? Niko na bibi na watoto. Sasa wale watoto ambao wamezaliwa kwa hii nyumba wanafaa waingiane na huyu mtoto amezaliwa nje. Kama ni wadogo na unawalea pamoja, haina shida. They'll just mingle pamoja. Tuseme Logan ako 14. Ako 14 years. Yes. But amekuwa na mimi all through hii time yote. Atakuwa na wewe all ama ndio anakuja. Kama anakuja, that's different. Kama anakuja, wale wanajuanga wanafanyaga nini, wanaoshanga na zile manyasi. Kuna ile dawa inaitwa manyasi mbuya. So wanaosha huyo mtoto na wanaosha wengine ndio waingiane. Waingiane sasa. Vizuri sana. Haina issue. Ni one thing. Kitutia siku moja, then it's good. Watoto kwa usawa kuishi, hawana shida. Ama sasa tuseme mtoto amezaliwa nje, hajaienda kwao. So is the first time anakuja. Ukisikia sasa mtoto wa Charles anakuja, anarudi kwa boma sasa, ameletwa. Kuna sasa familia yangu na watoto wangu wengine. Hata toka tuko direct akuje, mimi ni mtoto wenu. Utasikia wazee waseme mtoto amekuja, anatengenezwa, then analetwa kwa watoto wengine, anaingiana, inakuwa kimoja sasa. Okay. Yeah. And about bado culture, when someone, let's say like huyu ni bwana ya huyu, and then amekufa, anazalala na huyu mwenye si bwana yake. Bwana yako amekufa. Nishaelewa. Hiyo wale wanaitanga wakhala kama hola. Ukisikia? Hebu sema wakhala kama hola. Wakhala kama hola. Ngoja tuseme tena. Uhalaka ama hola. In lawyer, tunakuanga na ile omenia. Ukizika bwana as a lady ama ukizika bibi as a man, kuna kitu inaitwa halaka mahola. Sasa kuna hiyo bad omen. Umeenda ukazika ukatupa mchanga,
huyo ni bibi yako ameenda. Like why do you guys believe like hizo bad omen? Si mtu akikuja tu zina affect watu vibaya my friend. Zina kuramba 10. Wait. Nimeenda burial, si ndio? Wewe sasa tuseme uenda kuzika bwanako. Nimeenda kuzika bwanangu. Nimeshachukua hiyo mchanga wamenipea nimenini. Niki-release hiyo mchanga. Sina kwanga like nimemwambia tu bye. Na alafu ukose bwana forever. So I can't do that. Because you are attaching yourself. Na kuna wale, ukumbuke ule mama Mkisii, ule alikuwa anapigwa huko kwa majani, see what happened, akisema walikuwa wamemlazimisha aeke mchanga kwa kaburi. Akakataa. Wale watu wakishikwa. Why did she do that? So alifanya hivyo ndo asikuwa attached na huyo mwanaume. Ndio ajifungulia hizi kuoleka tena. But the person is dead. It's dead, but sasa he was your husband, remember? You had intimacy na mse, umekaa na jamaa. Sasa amekufa, the soul is going down. You are attaching yourself na hii soul yake. Unaona, so wewe kuchukua mchanga kumwaga si ati mna detach. Do you know the powers zenye spiritual husbands ziko nazo? Unajua wale watu wako na spiritual husbands, unajua? Unalala tu hivi una feel you sleeping with someone. Like this person anakosanga appetite ya mwanaume kabisa. Uko na bwana yako, you don't feel your husband at all. Uko na bwana yako in the spiritual world. Yeah, no. You have another husband, wanaitanga jini mahaba in Swahili. So this person unapatanga kwanza kuna hadi watoto akiwa mdogo, ilianza akiwa high school, ilianza akiwa college before you get married. So you sleep with this person to an extent you don't feel anything with your husband. So bwana yako, wait, it's true. Like umelala alafu una feel to like someone you feel someone is coming, someone alafu si mara moja ama si ati ni kitu uliota siku moja. So you feel like you feel umuoni, ama kama kuna wale wanakujanga in images, unapata anakuja kama chali yako, anakuja kama msemo umecrashia, anakuja kama mtu unajua. So when you dream about your boyfriend, na kwangi boyfriend yako, it's not your boyfriend, because utapata by the time inaisha then analeta sura yake, unashangaa we don't know this person. So ukiamuka kuna wale wanaamkanga mpaka wanajipata something happened to me. Akijangalia mwili anaona something happened to me. Na si mtu, spirit. Ni spirit. So when you start doing something, vitu kama, I always tell people, respect the dead. Wachani tuna watu. So unataka kutuambia mimi nikizika bwana yangu amekufa, sifai kuchota hiyo mchanga nimwambie rest in peace. You can do that. You can do that, it's okay. But umesema I'm attaching myself to this person. If you sure you don't want to get married again, you have nothing to lose. Nampenda, you have nothing to lose. It's okay, you can do that. It's okay. So nikishamwaga hivyo like unamwaga, unamwambia bye bye. Bado mimi ni wako, wewe ni wangu, hata kama umekufa. No, unamrelease to rest in peace. But you won't get married. Me, I won't get married again. You getting married, lazima tena utafanywa kamsam. Utaoshwa sasa tena na hizo madawa, uende ueleke tena. But if you don't know that the procedures that ukishaeka hiyo kitu, alafu mwisho uende ukose kuoleka, kama ujui inafaa ufanye nini ndio ueleke tena, inaweza kusumbua. Yeah. But kuweka mchanga kwa kaburi ya mtu, it's okay, we can do that. But ukipata wale wajanja wenye wanaona msichana bado mdogo, hutaruhusiwa kufanya hivyo. Na sasa hiyo like if it's good for you to sleep with another person, ukimoni your husband, is it okay? No, mtu wa kwanza afai kuwa mtu uko na intention ya kumwoa ama kuoleka kwake. Because hiyo inakuaga kutoa swara. So mimi nimeenda nimezika bibi yangu, nikirudi natafuta girlfriend na nalala na huyo girlfriend mara ya kwanza, siwezi muoa. Ni so umetoa swara. Sasa hiyo mikosi yote nimerudisha kwake. Sasa ile inaitwa hala kama hallelujah. So I've done it with this person. So this person atakuwa tuna mikosi zake mbali akiendelea. Na zake na hiyo kisirani yote ndiye amebeba akisonga. So kama alikuwa anaishi tu na amani, things were flowing, vitu zake zinaribika tu kama ameenda. Msilale na watu ovyo. Msilale na watu ovyo ovyo. Hiyo mikosi ni mbaya, by the ni mbaya sana. So unaambiwa uende utoe hiyo mikosi huko, then you can continue with the life. Yeah. Na hiki tunasikianga ati bibi yako amekufa, ni bibi mani bwana, tuseme tu any of them. Yeah. Alafu brother ya huyo mwenye amekufa ama sister yao mwenye amekufa anafaa kulala na spouse. Kuminherit ama kulala naye? Kulala na yeye. Bado inawezekana. Body yako iko hapa, huyu ni bibi yako amekufa, but tutalala na sister yake before azikwe. Hapana, hiyo sijasikia. Is not in Luya. Iko wapi hiyo? Mimi sijasikia hiyo. Hiyo iko in Luya. I've not heard of that. Nimeinvest sana kwa culture. Sijasikia. Kuna ama mimi ndo na hiyo sijaipata in Luya land. So, kuna swali lingine.
Mbona msichana akifariki huwa anazikwa nyuma ya nyumba? I guess we talked about that. Hiyo tulifanya last time ya msichana akizikwa nyuma ya nyumba. Aliolewa, kaachwa, whatever. Alafu mbona uliona Waluya wakisikiza mtu usiku, wakizika mtu usiku? Mtu anazikwanga usiku ni ule mtu amejinyonga, mtu amejirusha kwa mtu, mtu amecommit suicide, but mtu amekufa tu normal, huyo hizi ziko usiku, huyo atazikwa tu mchana. Mwingine anasema nikuulize tofauti ya makumbusho na cementing the grave. In Luya tuko na makumbusho is called obukoko in Luya. Obukoko. Obukoko. What does obukoko mean? Obukoko, wasichana wamezaliwa kwa hii boma wanaitwa avakoko. Unaona? Wasichana wamezaliwa kwa hii boma wanaitwa avakoko. Then hii kitu inaitwa obukoko. So obukoko is meant for wale wasichana wa hiyo area. Hao ndio huwa wanarudi ku have kitu we call kama ni get together. So mtu alikufa, tuseme Charles ama anyone died, then inafika point ya obukoko, tunafanya this thing in memory of the late. But iko mostly ya avakoko. Wale wasichana walikuwa wamezaliwa area wakaolewa, so they coming back. Hiyo ni makumbusho. Sawa? Yes. Sasa there's another thing ya kucement kaburi. In Luya we call it risavo. Wait a minute. Obukoko they not doing nothing. Ni kukuja tu ile disco matanga, watu wana dance usiku inaisha. So unataka kuniambia in Luya tuseme tumeenda kuzika mtu. Si dig yo kaburi mshachimba. Tumerudisha mchanga. Hatuta cement. No, ina depend. Mostly mnaweza cement kama nyinyi hu cement. So kama huwa mna cement, mnaweza cement. Vile Lang'ata watu wanaweza cement, sawa. But kama nyinyi huwa hamcement, hamwezi cement. But also kama amekufa leo, assuming mnazika leo na mmetaka isementiwe leo, you can do it. But si risavo. What they call risavo. Risavo is mnazika normally bila kucement, then mnateka kama 1 year ama 2 year, then sasa mnakuja kufanya risavo sasa. Hiyo ndio kucement sasa. So cementing signify nini? Cementing ni kama mna make peace na the dead. For 2 years. Ina taking hata assuming hamjaifanya nini, ngoja. Wacha 2 years. Assuming hamjaifanya kwenu hiyo kitu inaitwa risavo. Mtu alikufa 1902. Hamkumfanyia, mtamfanyia. 1902 mtaanzia huko nyuma mpaka mwenye alikufa juzi. Cement. Sasa what we do now that huwezi trace hiyo kaburi yake iko wapi, wale wazee wanakujanga, the only trace inaweza kuwa mahali hapa, so wanachukuanga ile msalaba. Mzee wanachonga msalaba because they can't actually figure out hii kaburi iko wapi, so wanaeka msalaba. Mbona hawezi figure out? Na I thought msee alikufa bwana kitambo sana, hata you can't remember. Unajua sasa haiko imesementiwa, so watu wamelima, vichaka zimemea. So you can't trace iko wapi, so wanaeka kwa msalaba. But zile zinajulikana ni hii cement. Na wakipiga cement lazima wachinje ng'ombe, wafanye culture zao, tena inapigwanga usiku nusu, wanamalizia mchana. Alafu hiyo kitu si ya wasichana, ni wanaume. Risavo, ladies are not concerned about it. So na si kitu ya mkianza kuiongelea kwa familia, don't. Hiyo iongelewangi nyenye kama mandazi nini. Mkianza kuiongelea lazima muifanye. So nikitaka like ndafikiria alafu nikuambia peke yako ama? But na wewe ukienda kuambia mtu mwingine. Sasa mkianza kuiongelea hivyo ikienda itawadai. So hiyo inakuanga hivyo. Itawadai aje? Like unajua people communicate differently. People can communicate through dreams. People communicate through vitu funny. So na hizo ni spirits zilikufacha nini tu zitulie. Mimi nauliza hapa nini ifanya watu warogane, tulijibu hiyo last video. Nilisahau kuambia kitu kingine inafanya watu warogane. Si wivu peke yake? Mashamba. Property. Mostly shamba. Bwana wachana na shamba bwana. Shamba itafanya muone nyinyi wote muishe. Shamba itafanya ndugu yako watoka nitoke akumalize juu ya shamba. Shamba, if you ask me, vitu zimefanya watu wengi warogane. Wivu alafu shamba. Mostly property. Let me ask you something. Msee akikufa na wache will.
Si anasemanga hii shamba kutoka hapa mpaka hapa ni ya Charles. Yeah. Kutoka hapa mpaka hapa ni ya Willy. Kutoka hapa mpaka hapa ni ya Pendo. Mbona Charles ukuje uchukue shamba zote 3? Si greed. Tamaa. Hadi kama Willy imesema. No, sasa will is different. Unajua sasa kama kuna will inagawa equally according to the will. Sawa. Sasa what they'll do, they'll start killing you. Wakikuua si watahafu kuchukua shamba. Because you're not part of them. Umezaliwa kwa familia, you are the only boy. Wanakuamiza. So wasichana wanaoleka. Na wanatengeneza uboma hao wasichana wataikanyaga tena. Wanachukua shamba. Maswali zinajirudia hapa. Ni vibaya kuzaa twins kwenu? Yeah, kuzaa twins kitambo ni mabaya, but sasa I wanted to correct something hapo kwa twins. Twins hafai kuona kaburi ya twin mwenzake. You said it. Yeah, ulisema. Ni ugonjwa gani? Nasikia huwa inashika mtoto but hufai kumpeleka hospitali. Chira. Kipeleka usi? Si chira pia upelekwangi hospitali. Chira ipeleke usi na vihoho. Unajua vihoho? Sema vihoho. Sema vihoho. We kwenda. Vihoho ni imagine somebody just by looking at you anakupea ugonjwa. Wewe. Hivi tu kukuangalia hivi anakuwa. Wait, hiyo vihoho ni nini? Ni mbaya. Unaplan kwenda Western lini, my friend? God forbid. I swear. Those people na wanajulikana. Nataka uniambie hivi kwanza ukipata huyo mama ako na mimba, mama yangu. Huyo mama anapenanga hizo vihoho umpate ako na mimba. Imetoka hivi. Ataua watoto hiyo village. Pia angalia. Vibaya sana. So ni kuangalia mtoto kufa. Wakipita tu hivi, ding. Kichwa. Ukipeleka usi sindano kako chini. Okay, hivi hoho yenye umesema. Inakaa aje? Okay, si inakaa. Kama tu ni kama mimi nimeiona ikitolewa, nimekaa na mzee anatoa hizo vihoho. Nilikuwa nataka kujua hii kitu inakaa aje hivyo. Ni clots tu zinatolewa kwa damu. Alafu akona vitu zingine zinakaa tu vikombe, tu vitu tunakaa hivi. So anakukatakata hivi, anaeka dawa, then unaona vile unachukua ile kikombe ya plastic unaifinya hivi, alafu inakugwamilia hapa. So inagwama, inasak. Inasakia vihoho. Inasak, inatoka. Alafu hiyo time inakuanga sasa inatolewa. Wewe ndio unasemanga unakata wapi? Inakuumaga. Inaweza uma hiyo kichwa, my friend. Okay, vihoho utoka wapi? Hiyo sasa nayo ni swali sijaipata jibu, because vihoho ni mtu akona, I don't know how to call it, whether it's a spirit ama ni curse ama ni nini. Just by looking at you. So it is inside me. It's inside that person. Huwezi ona nje. Huwezi ona nje. Akikuangalia tu hivi. And you can tell wakati anakupea. Sasa kuna kwanga na trick moja. Wait, how can you tell wakati anakupatia? Wewe ana behave aje? Ile macho yake si kawaida akikuangalia. Anaweza star kwako hivi. Like amenikodolea hivi. Yeah, anaweza star kwako hivi. Unaniogopesha. Alafu also ngoja. Sasa mama yetu alikuwa anatupea trick. Huyo mama there's huko kwetu walikuanga. Wait, kama ni spirit. Yes, spirit nakwambianga. No, let me give you an example. Unakumbuka tukiongelea mambo ya mtu anaroga usiku, mwenye anakimbia, inaishana mwili inafura, si ndio? So mwili inafura kikataa kukimbia mpaka arudi ndio itulie. Sasa mtu wa vihoho ako hivyo pia. Mwili whether haitafura ni kitu we call it kama ile we call it loco. Something is in you, lazima uitoe ndio ukue relieved. Na unaweza tu itoa if you can put it someone else. So nakuja na kodolea tu macho like wewe receive vihoho. Kwanza akiona watu wageni ama watoto, ya Mungu watoto. Kwanza katoto kadogo, mimi yake nasikiaga vibaya akipatia katoto ama mtu mgeni mwenye si wa hiyo area. Wewe. Alafu akuwa na kasliko na tameshuka tunywele tunakaa. Achana na mimi. Anakutandika. Ukitoka hapo, enda angalia watu wa Luya na watoto wa Luya mostly, utapata mtu amechanjwa hapa hivi mara 2 ama hapa mara 2, alafu ama hapa kutolewa hizo vitu. And also kuna tofauti ya lima ama tunaitanga imba. Nimesahau hiyo jina. Kuna tofauti ya kuna vitu nafaa nifundishe but I'll do it in the next podcast. Kuna uluotos na kuna lima. I'll teach about this one. No, there's something hapa kwenye mtoto huwa inatingika hivi before ikome. I'll teach that one next episode. Na kuna ile inakuanga hapa ni kama stitch, unaweza pata mtu ametolewa lima inakuanga hapa. Kama ingine ndani ama? Unaonanga saa zile unakimbiaga unasikia kitu imekushika. Stitch. Yeah, ni kama stitch, so kuna wale utoa. I'll do that one on the next podcast. Jamini. Hiyo Nini? Ulize maswali zikuwa. Sikuogopi bwana. Unajua kupata hii information I'm giving out bana, information nyingine nafaa mko mnanilipia. Inafaa mko mnanilipia. Si mchezo. Mtu anaweza
kufunga kazi, like ufutwe ama ukose kazi. Wacha nikupe example. I used to work somewhere. Hiyo kampuni mnaijua. TNC Mombasa Road. Hiyo kampuni kuna dereva sijui ni mtaje. Don't mention the person. Wewe tutumie examples. Huyo dereva alikuwa anaendesha gari ya tanki. Hiyo gari ni yeye pekee angeendesha. Why? Ukipewa hiyo gari haitoki hapo. Wait, inasimama hapo like hiyo gari haiendi, ni mbaya, itaenda gari. na yakishika inasonga kusonga. So unashangaa kwani but huyo mzee alikufaga. Ni shida hii gari ni nini? Unashangaa what is happening? Alafu kazi unaweza kuwa unafanya kazi and I always say advise people. Colleague wako si your friend. Yes. Watu wanaendeana vibaya sana, watu wanauana. If imagine mimi ni assistant wako. Then wewe unalipwa kama 300k, mimi nalipwa. So I always want to be like you. Yeah. Then mind yangu ama parents wangu wako ni watu wa madawa. So they'll do away with you. Yeah, they can mess up your life big deal. Ukishatoka nani anaingia pale automatically? Mimi. Si ni mimi. Yes. So watu wanarogana kikazi vibaya sana, watu wamefunga kazi zao. Biashara watu wameka. Watu wanapikanza wanapigaga masimu kila saa, tunataka dawa za biashara, tunataka kufunga biashara nini. Huko nje. Wait, kuna kupigia simu kuambia like nataka kufunga biashara ya mtu fulani? No, anataka kufunga biashara yake. Biashara yake. I protect ama anataka wateja kwa kwake wengi ama mtu asiibe kitu kwa biashara yake. So mtu kuna mimi nakuuliza hapa, ukipea mtu pesa, maisha yako inaweza haribika? Mbaya sana. Si niliwaambia mwache kupatianga watu ma 50 bob mbao unaenda kwa ushago na is everything spiritual look? No. By the way, life is spiritual by the way. Kama not unless tu uamini tu life is spiritual, wewe utaikuwa poa. Life tu it's high time kila mtu ajue tu hii life ni spiritual by the way. So mimi nikikupatia pesa, utafanya aje? Pesa yako mimi naenda tu ninunue pale miwa nikule. Haina shida, but si kila mtu unapea pesa ni mbaya. But unaona ukienda nyumbani, ushago. I always tell people, ushago, those people wa ushago wanaonanga ukirudi ukitoka Nairobi umeenda ushago umeng'ara, wanaonanga uko na pesa ama life yako iko poa ama watoto wake. In fact, sinawaambia ni hivyo. Yes. Watoto wao mama wamekaa ushago wanafanya vibarua huko kwa village, hawana anything. Then hawa huyu mama mwingine ndio wanatokanga Nairobi wamekuja wameng'ara. They don't want to know what you do in Nairobi, whether you live in a slum or not. But sasa what they want ni kumess up life yenu mtoshane. So ama urudi ushago. Ama urudi ushago kwa watoto wake. So wakati anakuja kuambia msichana wangu umerudi ninunulie kasukari nini. Try tell that person ambaye anakuambia ninunulie sukari, mwambie mama unataka sukari? Twende kwa duka. Tukupe sukari atakata. Wait. I did that one time nyumbani. There's a time nilienda nyumbani then mama mwingine akakuja tu huko. Kijana yangu unasema aje? Kwanza thank God tulikutana kwa shop. Kwa center. Yeah. Sasa amechangamka, nataka nikupatie, ananiambia, mimi nataka tu nisaidie tu 50 peke yake ninunue kuota. Nikamwambia mama, hata kuota itakutosha. Ingia hapo chukua sukari, mkate, maziwa, mimi nalipa. Nilisikia amesema wale. Nikamwambia, kwa nini? Ananiambia, wale ni kama kushtuka. Yeah, nikamwambia hapana. So umetaka sukari Nikaambia msee, cheki mpatie hizo vitu zenye anataka zote, alafu mimi ndakulipa, ndakutumia pesa, sina cash sahi. Alikataa akasema, aliongea kwa Kiluya, "Ungulire hivi ndo kwani ndo muana?" Like that inamaanisha ni mbaie vitu kwani yeye ni mtoto. Nikamwambia, nikamuuliza Maadhi, si ulikuwa unataka 50 bob ununue quarter? Na nimekwambia uchukue kilo hata mkate na majani nitalipa. So which is better? Kusema hapana, sendenye reta 50, like nilikuwa nataka tu 50 itanisaidia. Nikamwambia Maadhi, sawa sina pesa. Akaenda. Wale wa mama alikuwa pale, mama mwingine akakuja akaniambia, aliniita jina ushago, daddy, uko na akili. So you want to tell me like ungependa your 50 bob? Akatae shopping ya maybe 1000. Ataki hiyo 50. Anataka kufanya nini hiyo 50? Anataka kufanya nini hiyo 50? So utu tushilingi tudogo unapatianga watu ndio tuna mess up life yako vibaya sana. How about watu wenye wana begingi kwa street? Mostly beggars kwa street, mtu mwenye hakujui, it's harder kuhurt. Out of 100, maybe 10% ndio wanaweza kuhurt. But mtu mwenye ako very close to you, your enemy is someone very close to you. I know. Yeah. Ni life. Si Waluya, but let me tell you, si Waluya. These things nowadays in run all over. Whether ni Mkikuyu, Mkamba nini. You can't tell me Wakamba ni Waluya ni wachawi kuliko Wakamba ama Wakamba ni wachawi kuliko Mijikenda.
Yenu ni pro. No, yetu si ati ni pro. Waluya mostly by the way, Waluya si wachawi. Ni mila kwa Uluyani mingi. So Waluya si wachawi. Wanaona like hizo mila. Wanaona they take them because wanaona ni kitu strange, wanaona ni uchawi, but si uchawi. But if you go to other communities, my friend. So bado zina exist. Some of them exist. Na inalingana pia umeolewa kwa community gani na familia gani. Ile yenye bado wanafuatilia iko. But mostly vitu zimekuwa modern, so they follow a few. Okay. Yeah. Kuna mwenye anauliza hapa kati ya wanawake na wanaume nani ndo wachawi sana? Women. Hata Biblia ilisema hivyo. Women. No, wanawake ni wachawi. Trust me. My friend, ushisikia kesi ya mwanaume ameshikwa mahali amefuga nyoka? Hapana, ni wanawake. Night runners, hao si wachawi. Hao ni hiyo ni kapepo fulani kakotu ndani. Hao men do that. But I can confirm out of 100 wanawake ni wachawi sana kuliko wanaume. Wanawake ni wachawi mbaya sana. Tukiendelea kumalizia, ukiolewa kwa a certain family, utajuaje like hawa watu ni pure ama wako na tu dark sides? Unaona if when ni couple ama ni young couple mmeanza kudate. Fanya research. Unaona kitambo it was good. Kitambo msichana akisha single out ama kijana akisha single out kwa boma fulani, nimeona msichana nataka nimuoe. Alikuwa anakuja anaongelesha familia yake. Familia yake nao itaenda kufanya investigation kwa hiyo boma. Hao sasa ndio watauliza kwa hiyo boma nyingine, wanauliza majirani. Wakujeni kwa specific you as a kuji kwa boma yenyewe. Wataulizia majirani. Kijana wetu ameona kang'ombe hapa. Tunaweza tuambia huyu mchungaji wa hizi ng'ombe akoaje? Sasa wanaongeanga ni parables. Wakwambia boma gani? Hii Temesi. Wanakwambia, hiyo ni ngumu, mtaweza. Sasa kama ni ngumu, mtaulizwa ni ngumu kivipi, wanakutake through. Then unauliza watu wawili watatu, wakisema the same thing. Mpende msipende mtaachana. Okay. But wakisema hii boma iko sawa, mtaoana. But nowadays unapata Nairobi. Would you anything? Na kupeleka question. I want now to give you reasons why uanze kuona hizi sasa imeanza kuwa red spots. Unaanza kuona hapa danger. Red flag. Ukifika ukiona mother-in-law amekuweka hivi. Ukifika home unakaribishwa kama goddess. Msichana wetu. Anza kusoma line. Kwa radhi yatia. Sawa? Okay. Ukianza kujipata kwa before hata uende introduction, ushaanza kuwa na connection na the family all over. Unapigwa na simu hata na watu hujui. Wanakuambia karibu kwa familia. Anza kuwa tu na question marks. What is happening? Then sifai kupendwa. Inafaa upendwe. Is okay, but to a certain level. Ukienda nyumbani unaanza kuona vitu weird kama kuna communities ama kuna discussions zenye you are excluded. Okay. Washamaliza, unasikia bwanako anakwambia tunaenda tuko na meeting kwa madhe, wacha ni tumalizane alafu ndakuja. Red flag ingine. Red flag number 1. Ukianza kuona mother-in-law anaanza kufundisha vile unafaa ukae na kijana yake. Red flag number 2. Ukianza kuwa na chakula inafaa kupikwa kwa hii nyumba na chakula zifai kupikwa kwa hii nyumba. Ukianza kuona hii boma yetu, mother-in-law anaanza kuambia hii boma yangu wageni hawaruhusiwi hapa. Mgeni akikuja lazima niulizwe kwanza. Na hiyo boma something else. Majirani hawakujangi. Unaweza kaa kwa boma, majirani wanapitanga tu kwa gate huko wakienda. Hawakujangi kwa boma. Toroka mbio. Hizo na red flags hizo. Jiweke hapa, question mark, confirm. Okay, swali lingine mtu anauliza hapa ni lazima mamangu alipewe mahari ndio mimi nilipewe? Yeah. And kama nililelewa na stepdad, mahari yangu itapelekwa wapi? Hiyo kitu imeleta noma sana. Na for the viewers by the way, kama mama yako hakulipiwa mahari, baba yako hakupeleka mahari kwa kina mama yao, haufai kupelekewa mahari na haufai kulipa mahari. Kwa nini? Na hizo ng'ombe hadi ukufa. Sio ilikuanga marriage yao. Hiyo sio ilikuanga vitu zao. Lazima that's all sikia Zua akisema kwa ile podcast nyingine, lazima break generational curses kama hizo. So kama uko umelipa mahari
if my father, babangu amelipa mahari akiwa around 70 years. Na ilibidi aende alipe. Why? Dadangu aliletewa ng'ombe zilikufa pinguli zote. Ng'ombe 4. Ati? Enda uulize. Ukweli. Na usiulize mtu mwingine, uliza huyo dadangu mwenyewe atakwambia. Zilikufa zote. Hiyo kwa ni nini? Omsula kupeleka mahari. The first girl. Okay. Ilibidi watengeneze ng'ombe, father apangwe kila kitu, aende mpaka Wasonyiro. Kwa kina Maadhi, sawa? Apeane hizo mahari. Apeane. Ndio sasa ikakuja ikafanyika tena, sasa akaletewa sasa mahari mara ya pili. Sasa sister yangu tena akalipiwa mahari nyingine sasa. What if babako that time hakuwa na uwezo wa kulipa hiyo mahari? Mimi nitabai hizo vitu nimpea peleke. The family contributes. Okay. Yeah, the family hata ya father ilibidi familia itoe sasa apeleke aende ndio sasa ilipiwe. But now if you are raised by a stepdad, watu wengi wanasema mimi nimesijui babangu nimerezewa na stepdad wangu, lazima tu stepdad wangu ndiye atakula mahari yangu, which is okay. But wewe si babako. What if you're not in the same lineage na stepdad yako? Yeah. So lazima lineage yako ikuwe ni ile. So lazima tu mtaenda huko. Like natafuta babangu hadi kama simjui. No, mamako anajua babako. Okay, what if mamangu ni single mom? But anajua babako. Amjui. Kwani mtoto alimtoa wapi? Si maybe ilikuwa tu out of something like one night stand. Sasa mama ya mamako alikuwa mahali. Jamaa kaenda Nigeria. Sasa wewe ni Mnigeria, si ndio? Natoa wapi babangu, nataka mamangu amkumbuki. Sasa hiyo tunakata hiyo lineage, tunaanza na yako. So tutapeleka mahari. Amutapeleka mahari. Sasa wewe utanitolea mahari peleke kwa mama yangu. Kwa mama yako mahali ameoleka ama? Sasa si mama yangu ni single mom kutoka day one. Basi watapeleka mahari na watapeleka mnyama, kitu yote yenye iko na damu. Pesa. Watapeleka tudo. Hizi blanket and all that. Lakini zile kali tunasikianga sijui, unajua mahari iko na mambo mingi, mara ya kunyonyesha, mara sijui ya sanduku, mara sijui ni ya nini, inakuanga ng'ombe sijui mbuzi nini, hizo wataleta sasa. Na mtu anaweza swap sister ya mwingine. Nyota, mara hiyo. Kwanza my best friends baadaye uibia na nyota hivyo. Sasa unaibianga je mtu nyota? Madawa, people do that. Hii mambo ya mchezo ati best yako anakuja dem, ujue ametoka wapi, ametoka kujikorogia madawa hivyo, alafu anakuja anakuambia baadaye sisi tunatoshananga na wewe. Hebu nisaidie address yako ile ya white nibae, anajipima. What? Unaona hiyo mchezo mnacheza? So akitoa akisha amejieka zile ashapikwa ameiva, hizo dawa ziko ndani yake sasa. Sasa anataka sasa kuswap destiny ya mtu. Na hii destiny anataka kuswap destiny yako. Akikuja kwako akuombe kitu kama nguo, mostly wanaombaga nguo. Avae na atoe akupe. Uvae. Nikitoa sahau. Imetoka kwa nani? Kwake. Imetoka kwake, alafu akakupea. Wewe ukavaa. Sahau. Si asha achieve. So tusishia nguo, guys. Si ndio? No, don't just trust everyone. But don't trust anyone. Not even don't just trust anyone. Sawa. Like, it's okay, but ni destiny usapiwa vibaya sana. Si lazima hata ikuwe nguo. So many things. Unaweza ombo anything, hata handbag, hata nini. Then inaisha hivyo. So najua maswali zimeisha hapa. Like naona like hakuna mtu mwingine anauliza maswali. Leo at least. But mimi niko na swali yangu ya mwisho. Swali gani? Niko na swali yangu ya mwisho. Gani? Kuna kitu nimekuwa nikifikiria. Tunaenda first August ni nasikia ni girlfriend's day. Ngojea, hapana ngojea. Muko na girlfriend days mingi sana. Wewe, tulia. Muko na Valentine's Day, Women's Day, Girlfriend's Day. Hiyo nyingine ni nini day? Acha niulize swali yangu na amani. Sema. Ni nini unaweza gift mtu wako kitu mzuri? Cause nilisikia saa ni mbaya, kiatu ni mbaya, perfume ni mbaya. By the way, I was to talk about gifts zenye nafaa upe demu yako na zenye ufai kupea demu yako. Sawa. Na vitu ufai kupelekea mgonjwa hospitali. Exactly. I saw one time. Suti. Viatu. No. By the way. No, mtu mgonjwa. Kiatu. Yeah. Na msikuwe mnaenda kutembelea mtu mgonjwa akiwa hali mahututi, mnaenda za family nyi wote. That is a bye-bye. Mnamletea gifts hadi za flowers. Tuanze na you don't do that. Tuanze na gifts zenye unafaa kupatia mtu since tunaenda nini? Sawa. Girls. Mnunulie nguo. I'm not giving you tips za kwenda kufurahisha madem zenu because hiyo si ni upuzi yenu, sawa? No, just say Kenya nafaa kumpea kama watch. No. Guys, msipeane kiatu.
kiatu anavanga kama amesonga. Sasa ni time lini, time is off. Spray is okay. Necklace is okay, bracelet is okay. Dress is okay. Pete is okay. Promise ring. Yeah. Aya, twende kwa mtu mgonjwa. Mtu mgonjwa hospitali. If you know your friend ama anyone is sick na namuenda kuvisit, tafadhali do me a favor. Usimpelekee viatu, usimpelekee suti, usimpelekee flowers. Msiende kama family nyinyi wote kwenda kumvisit. But I feel like si lazima like mgonjwa akue hosi. There is this thing. Yeah, kuna mama alikuwa mgonjwa. And then mtoto wake akampea kiatu. Akamvalisha kiatu. Samba. Yeah. Huyo mama hata kukaa 2 days. Alienda. Na kwa hiyo video alikuwa tu anakaa like ako tu sawa. So like msi akiwa pia mgonjwa hafai kupewa kuna vitu kuna mtu akiwa mgonjwa mbaya, amekuwa mgonjwa for the longest time, amekuwa sick vibaya, kuna ile feeling na energies afai kufeel. Mkienda pale you're supposed to encourage this person, mpe nguvu. Mkienda pale ni kama mnakuja kumwambia bye bye. The moment unaona tu machozi inatoka, nyinyi mnatembea mmemletea mazawadi, ni kama mnamwambia bye bye. Hata kama mnamwambia baba utapona, he can sense danger. He's giving up. Mnampea suti. Hii miaka yote uje mnunulia suti. Why you buying him suti sai? Unamletea viatu mpya, ako kwa kitanda. Dad nimekuletea gift ya flower. Ni mgonjwa. Sawa? Mmekuja wengi. Kama ni boyfriend, girlfriend is okay. But sasa ikianza kuonyesha like anaanza kuona now this thing is beyond where I am, is going. So actually you can make someone die before he's on her time. You can do that. And also usiende kulala na mtu uko nje ucheat na unaenda kuona bwana wako hospitali. Oh God. Utammaliza. For real. Cut, tumemaliza hiyo story. Kama mjasikia shida yenu, podcast next tunakuja. Endeleeni tu kusubscribe hapo na mfollow, sawa? Thank you guys.